Kwenye ujana wewe nyoka. Unategemea mtoto azaliwe nani? Nyoka square. Unaenda beach na nguo zinafika hapa kama fashion na vile vingo vyenu vile kama vya kulala vinapeperuka na upepo vinaonekana, kisha kaa kwenye maji mwili mzima. Afu unajipost. Sasa kizazi kikipita hivi, kizazi chako baada ya miaka 25 kukija, anaenda na hizo nguo, anaenda kama kwa Adam bustani walikuwa hajavaa nguo. Sawa? Lazima utengeneze mlolongo wa kizazi unavyotaka kuona. Hivyo kwa kweli mchungaji kanishinda mtoto. Yaani ni wa hapa nataka mama kashanyosha nini? Mikono. Kashanyosha nini? Mikono. Na hapa ni pagumu. Yaani sikio limezidi nini? Kichwa. Yaani sikio limeshazidi nini? Kichwa. Nilikuwa najua sikio haiwezi kuzidi nini? Kichwa. Saizi jezi. Warokole wa saizi usisubutu kunyosha mkono kwa mzazi kwa na hasira. Mbona uondoke? Mungu asaidie sana. Hiyo roho ni mbaya. Ukiwa mzaliwa wa kwanza kiroho, wewe ndio umebeba matumaini ya wokovu wa familia. Ukiona umeokoka kanisani kwenye familia yako, wengine ni warahoi, ujue wewe Mungu amekubebesha mzigo wa kupitisha lango la wokovu kwenye familia. Ukiyumba unasababisha na wengine waendelee kukaribia jehanamu. Sasa fikiri wewe kwenye ukoo wako, mmeokoka wangapi? Na kama mmeokoka wote, mmesimama wangapi? Ni sababu ya kujiuliza, kwa sababu Mungu amekuweka uwe wa kwanza kuokoka kwenye familia. Mungu amekuweka uwe wa kwanza kusimama kwenye familia kama mzaliwa wa kwanza kwenye wokovu, ili uwe lango la kusaidia mume wako aokoke, mke wako aokoke, watoto wako wapate pale unapoabudu. Lakini kama wewe ni mzaliwa wa kwanza katika ulimwengu wa roho, wewe ni mhubiri wa kwanza kwenye familia, hapo wewe unasafiri kwanza kwenda Nigeria, hapo unakuja kuhubiri. Mtoto wako wakuwa mhubiri, ataenda Nigeria, ataenda nchi zaidi ya Nigeria. Sisi tulipo mahali hapa ili utengeneze kizazi cha wokovu cha kwanza. Penda ibada, mtoto wako apende ibada. Penda kutoa ili mtoto wako apende kufanya. Tunafundisha kizazi hiki cha Gen Z kwa matendo, sio kwa maneno kama siasa. Nitabadilisha hivi, nitakuwa hivi, we need to see kile mama anakisema kinakuwa ni reality. Sio anakuwa unabaki ni mzazi, unahimiza kwenda Sunday school, wewe mzazi anakuona we are learning through observation, kwa kuangalia tu. Mama vile ni vile watoto hawezi kukuambia, ile wakiwa wao kwa wao siri zao wanazisema, kama vile ambazo mama mnakaa kwenye vikao na watoto wana vikao vyao. Watoto si mna vikao vyenu? Si mseme tu. Si wao mnasema. Sasa ukiona mtoto hajakubali, ujue huyu